Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na sehemu ya 9 ya ujumbe kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, na wakati huu tutaenda kutazama kipengele kinachozungumza juu ya awamu ya mwisho ya utawala wa mpinga Kristo na baadhi ya mambo kama mapigo ya Mungu yanayozungumzwa sawasawa na maandiko. Tukiwa tunaendelea na sehemu hii, kumbuka huu wakati ni bado kanisa au Wakristo wale waliomwamini Yesu Kristo watakuwa wanaendelea na sherehe ya miaka 7 kule mbinguni. So itakuwa ni dakika za mwisho za utawala wa mpinga Kristo. Mpinga Kristo ataleta duniani madhara makubwa kuliko ilivyowahi kutokea tangu ulimwengu kuumbwa. Machafuko, vita, njaa, magonjwa, vitu vingi. Nadhani kwenye kitabu cha Mathayo sura 24 Yesu alizungumza mambo mengi sana: dhiki kuu, vita, njaa, magonjwa na mambo kadhaa, dakika zile za mwisho. Lakini pia atawafanya watu kuwa waovu zaidi. Mungu ataleta adhabu kali sana duniani ingawa hawatatubu makosa yao. Yaani pamoja na Mungu kuleta adhabu kali kwa ajili yao, lakini bado watu hawatakubali kutubia makosa yao. Wengi watakuwa wanakufuru, wataendelea kutukana jina la Mungu pasipo kutoa heshima zao au kujinyenyekeza kwake. So tutazame kidogo mapigo ya Mungu. Pigo la kwanza ni Mungu ataondoa amani duniani. Mungu ataondoa amani duniani. Kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6 mstari wa 3 hadi mstari wa 4. Biblia inasema, na alipoifungua muhuri ya pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoni. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Kwa unaona, pigo la kwanza ambalo Mungu atalifanya katika nyakati ya mwisho ya mpinga Kristo ni kuiondoa amani. Hakutakuwa na amani. Vita, mauaji, mambo mengi yatakuwa yanafanyika na hakutakuwa na huruma tena. Roho ya kinyama itakuwa imetawala, hakutakuwa na huruma tena. Lakini pia pigo la pili itakuwa ni pigo kuhusu upanga, njaa, magonjwa na mambo kadha wa kadha. Tukisalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6 ule mstari wa 7 na wa 8, Biblia inasema, na alipoifungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njooni. Nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu akafuatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Kwa unaona, pigo hili litakuwa limelenga upanga, mauaji, njaa, magonjwa dhidi ya kila mtu. Utaona uharibifu mkubwa wa maumivu na mateso kwenye hizo nyakati. Lakini pigo la tatu itakuwa ni tetemeko kuu, lakini jua kutiwa weusi, mwezi kuwa mwekundu, hali kama hizo. Tukiwa tumesalia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6 ule mstari wa 12 hadi wa 13, Biblia inasema, nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu. Mstari wa 13, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake, utikiswapo na upepo mwingi. So unaona hali ya jua kutiwa weusi, maana yake giza tatanda. Mwezi utakuwa mwekundu, hali kama hiyo ya kutisha, na tetemeko kubwa sana ambalo litaleta uharibifu sana juu ya uso wa ulimwengu. Kumbuka, mapigo haya yote hayahusu mtu aliyemwamini Yesu ambaye atakuwa amesalia hapa.
watu wote hatutakuwepo. Kama umemwamini Yesu Kristo, hautakuwa sehemu ya haya mapigo. Kwa hiyo unaona, pigo kama hili la tetemeko kuu litapolomosha majengo marefu, miundombinu itaharibiwa, mali za watu walizozitumainia zote zitapigwa. Hakutakuwa na mtu atakayesalia na kiburi kwa sababu ya chochote. Lakini pigo la nne ni milima, visiwa vitakimbia kutoka mahali pake. Yaani milima mahali ilipo, visiwa vitakimbia. Mstari kisalia Ufunuo sura ya 6 mstari ule wa 14 hadi wa 16, Biblia inasema, mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima wa kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima. Naona huo mstari wa 15. Lakini mstari wa 16 inasema wakiiambia milima na miamba, tuangukie, tusitiri mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo. Ni wakati ambao watu watatamani milima iwafunike, wajifiche, wasione adhabu na nguvu ya Mungu ikifanya kazi. Wanaiogopa hasira ya mwanakondoo. Hali kama hiyo itakuwa ni mbaya, kwa sababu Biblia inasema, ukiendelea mstari wa 17 inasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Kwa hakutakuwa na huruma kwenye hilo eneo. Lakini unaona, maana yake hakutakuwa mahali penye uafadhali. Hakuna mahali unaweza ukakimbilia. Ni sawa na vile gharika la Nuhu lilivyokuwa linapiga. Hakuna mahali ambapo utakimbia. Lakini pigo la 5 ni mji mkuu wa mpinga Kristo utahukumiwa. Mji mkuu wa mpinga Kristo utahukumiwa. Kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 8, Biblia inasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara mbili kwa kitendo, kwa kadri ya matendo yake katika kikombe kile alichokichanganyisha mchanganyishieni maradufu, kwa kadri alivyojitukuza na kufanya anasa. Mpeni maumivu na huzuni kadri hiyo hiyo, kwa kuwa usema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kwa sababu hiyo mapigo yake atakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. So utaona mji utavunjwa vipande vitatu. Miji yote mikuu itaharibiwa, na wakuu watamwogopa Mungu kwa muda, kisha watarudia tena uovu wao na kiburi chao kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini unaona, pigo lingine ni pigo la 6, ni radi, sauti ya umeme na tetemeko la nchi. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa 5, sura ya 8 mstari wa 5, unaona kitu kama hicho. Biblia inasema, na huyo malaika akakitoa kile chetezo akakijaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi, kukawa radi na sauti ya umeme na tetemeko la nchi. Lakini pia unaona pigo la 7, mvua ya mawe na moto. Mvua ya mawe na moto inapatikana mstari wa 7 kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 8 mstari wa 7. Biblia inasema, malaika wa kwanza akapiga baragumu,
kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikateketea na theluthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea. Uharibifu mkubwa kama hivyo. So unaona mvua ya mawe ambayo uzito wake ni kilogramu 5. Moto utaua watu na kusambaza damu kila mahali. Pigo la 8, bahari litageuzwa kuwa damu. Ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ya 8 mstari wa 8, Biblia inasema malaika wa pili akapiga baragumu na kitu mfano wa mlima mkubwa wakao moto kikatupwa katika bahari, theluthi ya bahari ikawa damu. Kwa hiyo vyanzo vya maji vinaharibiwa hapa ili kuwe na watu watakao kufa kwa kiu na mambo kama hayo. Kwa unaona theluthi ya viumbe, baada ya ile pigo, theluthi ya viumbe hai vyote vitakufa, ikiwemo watu pia. Lakini pigo la 9 ni nyota kuangukia vyanzo vyote vya maji. So nyota itaanguka kwenye vyanzo vya maji. Ukienda kwenye mstari wa 10, hii Ufunuo wa Yohana sura ya 8 mstari wa 10 na wa 11, Biblia inasema malaika watatu akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu ya theluthi ya mito na juu ya chemichemi za maji, na jina lake ile nyota yaitwa Pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Kwa unaona hii ni nyota ambayo ikianguka inakuwa na sumu kali, itakuwa na sumu kali sana. Maji machungu, mfano wa kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 23, itakuwa vile sawa na Waisraeli walivyokosa uhai au afadhali kwa ajili ya maji yale machungu. Lakini pia utasoma Ufunuo wa Yohana sura ya 16 mstari wa 5 hadi wa 6, unaelezea jambo kama hilo. Pigo la 10 ni jua kuwa giza, mwezi na nyota pia visiangaze, havitaangaza. Hicho ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Biblia inasema malaika wa 4 akapiga baragumu, theluthi ya jua ikapigwa na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota, ili kwamba ile theluthi itiwe giza, mchana usiangaze theluthi yake, wala usiku vivyo hivyo. Hilo ni pigo la 10. Pigo la 11 ni malaika kuifungua mlango wa kuzimu. Mlango wa kuzimu. Na hapa tunaona kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 12, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanazungumziwa. Biblia inasema malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kwa moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nge wa nchi. Wakawaambia wasiyadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wawatese miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu wakatafuta mauti, wala hawataiona kamwe, nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya nchi, juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii ya chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao wanamikia kama ya nge na miiba, na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. Na juu yao wanaye mfalme, naye ni malkia wa kuzimu, jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni.
na kwa Kiyunani analo jina lake Apolion. Ole wa kwanza umekwisha pita, tazama bado ziko ole mbili zinakuja baadaye. Yes, utaendelea kusoma mstari wa 13, utasoma hadi mstari wa 21, bado zinafafanua mapigo kupitia malaika wa Mungu kufungua mlango wa kuzimu, na wanatoka wadudu kama hawa ambao wanakuja kuleta mateso kwenye ulimwengu. Kumbuka, hawa ni watu ambao bado hawajamwamini Yesu, na watapata adhabu kutoka kwenye viumbe ambavyo vinatoka kuzimu, roho za uharibifu zilizoruhusiwa kwa ajili ya kuja kuwaharibu kabla ya kifo chao. Maumivu, mateso, lakini hawatakuwa wanakufa kwa sababu mauti itakuwa haikubaliani nao. Lakini pia utasoma kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 2 hadi mstari wa 7, yanazungumza mambo kama hayo kwa ajili ya kusaidia. Nikushukuru kwa ajili ya huu wakati. Ninaomba nikukaribishe kwenye sehemu itakayofuata tutakapozungumza habari ya kurudi kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili atakapokuja na watakatifu wake.